kuweza kutoa uamuzi huo baada ya vikao vile ambavyo vilikuwa vinaendelea. Pia kuna wale ambao ni wafanyakazi wa kaunti ile ya Nyamira katika bunge lile la kaunti pale, ambao waliweza kutimuliwa na kuondolewa ama kufanyiwa replacement pale. Habari hizo nitakuwa nikiziangazia baadaye pale, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapozidi kusonga mbele na kuhakikisha kwamba umeyapata jinsi ambavyo alivyo. Na chama kile cha ODM kimeweza kushikilia kwamba kitakuwa kinatoa watu ambao watakuwa wanasimama viti tofauti hapa nchini Kenya ifikapo mwaka 2027 wakati wa uchaguzi mkuu ambao utakuwa unakuja pale, wakisema kwamba wataanzia kiti cha urais ama kuanzia kiti cha urais pale watakuwa na mtu wao ambaye atakuwa anawania kiti cha urais hapa nchini Kenya. Na kwingineko yule ambaye alikuwa anazungumza yale ni National Chairperson Gladys Wanga, ambaye alikuwa anasema kwamba chama kile hakina makubaliano yoyote na serikali ama hakimo serikalini. Na kwingineko koti kuu iliweza kutupilia mbali ama iliweza kukataa kutoa contravatory order ya kusimamisha impeachment yake naibu rais Rigathi Gachagua, huku Justice Chacha Mwita akisema kwamba seneti itakuwa inaendelea na vikao vyao kama kawaida jinsi ambavyo vilikuwa vimepangwa. Na pia yule speaker wa seneti bwana Kingi aliweza kumwandikia yule inspector generali bwana Kanja kuweza kumtia mbaroni gavana Guyo ambaye amekosa kufika mbele ya bunge lile la seneti jinsi ambavyo amekuwa akipata mwaliko mara kadhaa. Sasa akitaka yule inspector generali kumtia mbaroni na kumfikisha katika bunge lile la seneti ili aweze kujibu maswali ambayo yanamhusisha kutoka kwa kaunti yake pale. Na tukisonga tukisidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni kwamba yule Morara Kebaso ambaye ni civic education activist sasa naomba wa Kenya waweze kuchanga pesa ili waweze kununua kompyuta tatu katika afisi yake na printers 2 kubwa ambazo zitakuwa zinatumika kwa kuprint, ama amesema kwamba vyombo hivyo ikiwa kompyuta na printer 2 zitakuwa zinatumika na legal team yake, wale ambao watakuwa wanajitokeza ama wale mawakili ama advocates ambao watakuwa wanajitokeza kuweza kufanya kazi yao ama kufikisha kesi mahakamani kuhakikisha kwamba wako na stakabadhi zile ambazo zinahitajika kufikishwa katika bunge ama katika mahakama pale. Na kwingineko kutoka county ya Nairobi ama University of Nairobi pale, ile council ya University of Nairobi imeweza kukata mkataba wa kufanya kazi wake Professor Stephen Kiama kama Vice Chancellor wa University ile ya Nairobi, wakisema kwamba Professor Kiama atakuwa anashikilia kiti hicho kuanzia tarehe 20 ama aliacha kushikilia cheo hicho kuanzia tarehe 27 mwezi wa Septemba pale, ikiwa kwamba sasa umefika mwisho wake Professor Kiama kama naibu chancellor wa chuo kile cha Nairobi pale. Na tunapozidi kusonga mbele jinsi ambavyo matukio ya kwamba siku ya leo ni siku ya Jumatano na hiyo kesho siku ya Alhamisi, yale ambayo tunatarajia kuyapata moja kwa moja kutoka bunge lile la seneti, jinsi ambavyo yamepangwa kuanzia leo asubuhi hadi hiyo kesho jioni kabisa pale. Ni kwamba leo asubuhi mida ya saa 2 ile charge bench ya majaji watatu watakuwa wanatoa uamuzi wao kuhusiana kwamba bunge la seneti litaendelea na vikao vyao vya kusikiza kesi yake naibu rais Rigathi Gachagua kumuondoa afisini ama itakuwa namna gani. Uamuzi huu utakuwa unatolewa kama dakika 20 tu hivi zijazo. Ikifika saa 2 kamili basi itakuwa nikirejea tena kukufahamisha yale ambayo yametokea kutoka koti ama mahakama kuu pale. Lakini kile ambacho napaswa kukijua katika ile schedule ama yale ambayo yamepangwa siku hii ya leo ni kwamba ikifika mida ya saa 4 asubuhi kutakuwa na reading of the charges will be held for 30 minutes from 10:30 to 11 am, ikiwa kwamba
wakati bunge lile la Seneti litaanza vikao vyake kuanzia saa 5 hadi saa 5:30. Basi kutakuwa na zile opening statements kutoka kwa National Assembly. Gachagua team will also have 30 minutes for opening a statement. A tabling of evidence by the National Assembly will be held from noon to 1, kuanzia mida ya saa 6 pale mpaka saa 7. Basi bunge kuu la kitaifa litakuwa linaweka zile evidence zao kuhusiana na kuondolewa afisini kwake naibu rais Rigathi Gachagua. Pale kuanzia saa 7 wabunge watatoka, ama wale wa maseneti wataenda katika kupata chakula cha mchana, kisha baadaye watarejea saa 8:30 kuendelea na vikao vyao, na saa 8:30 pale mpaka saa 12:30 basi timu ama National Assembly itasidi kuendelea kutoa ushahidi wao pale. The House will then have a room for questions and clarification by senators from 6:30 to 7:30 p.m. pale, kwamba maseneta watakuwa wanauliza maswali na kile ambacho hawajakielewa vizuri waweze kueleweshwa na yule ambaye atakuwa anatoa ile evidence pale kuanzia mida ya saa 12:30 hadi saa 1:30. Siku ya kesho, siku ya Alhamisi, basi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana pale, Gachagua ama naibu rais Gachagua atakuwa anaruhusiwa kutoa ushahidi wake pale na kuwaita wale mashahidi wake kuweza kuzungumza pale kwa kumtetea. Atakuwa na masaa 3 ya kutoa ushahidi, huku naibu rais akiwa na masaa 2 ya kufanya ile inajulikana kama close examination. Ikifika mida ya saa 7 hadi saa 8:30 wabunge watakuwa wanatoka kupata chakula cha mchana hiyo kesho, kisha baadaye watarejea katika vikao vyao kuanzia saa 8:30 hadi saa 9:30 pale. House will then resume with Gachagua's evidence until 3:30 p.m. ikiwa kwamba watasidi kumsikiza yule naibu rais akitoa ushahidi wake pale. Ikifika mida ya saa 9:30 hadi saa 10:30 basi kutakuwa na wakati wa kuuliza maswali kati ya saa 9:30 na saa 10:30 jioni. Ikifika mida hiyo saa 10:30 hadi saa 11:30 pale, closing statements on behalf of the National Assembly, ama yale ya kufunga tu kutoka kwa bunge kuu la kitaifa. Pia na kuanzia saa 11:30 hadi saa 12, Deputy President team will also have a session of closing statements. House will then debate the motion. Wale maseneta watakuwa wanajadili mswada ule kwa takriban saa ama masaa 2 kuanzia saa 12:30 hadi saa 2:30 pale, kisha baadaye watakuwa wanapiga kura kuanzia mida saa 2:30 na watakuwa wanamaliza vikao vile kwa kwamba Gachagua akipata kuungwa mkono na maseneta 23 kwa wale maseneta 67 basi atakuwa anarejea afisini, na wakimsidi ama wakiwe wamepungua pale basi atakuwa anaongolewa mamlakani. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, baadaye kisha saa 2:30 pale tutakuwa tunaangazia magazeti, na kuna kile ambacho unapaswa kujua katika magazeti, haswa gazeti lile la Taifa Leo. Nitakuwa na kikujulisha tu kwa kidicho, kisha baadaye tutakuwa tunaangalia na lile ambalo unapaswa kujua ni kwamba sasa inajulikana kama Ketraco imekosa kutoa yale makubaliano ama jinsi ambavyo makubaliano yale ya Dan Group jinsi ambavyo yatakuwa yanaweka mkataba yatakuwa yanatekeleza kutengeza stima hapa nchini. Wamekosa kutoa pesa zile ambazo zitakuwa zinatozwa wale ambao ni watumizi wa stima hapa nchini Kenya, huku Ketraco ikisema kwamba ni mapema zaidi kuweza kutoa habari ile ni pesa zipi ama ni pesa ngapi zitakuwa zinatozwa Mkenya wa kawaida katika kupata stima ama umeme pale. Na tunapozidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, vile ambavyo nimeweza kuhabarisha pale ni kwamba katika gazeti lile la Taifa Leo yale ambayo yamepewa kipaumbele pale ni kwamba Gachagua amekisa ona giza tena au koti ikikosa kuzima vikao vya seneti. Shilingi bilioni 7 za Wakenya hatarini kunywa maji, maseneta nao waiga wabunge. Ni yale ambayo tutakuwa tunayapata mida ya saa 2:30 katika kipindi chetu cha AGR News Update pale.
na pia tutakuwa tunafuatilia kwa ukaribu zaidi yale ambayo yamekuwa kiendelea katika kaunti ya Nyamira ili uweze kufahamu ni kipi kile ambacho kinaendelea. Na kumalizia kabisa katika kaunti ya Kisii, hiyo jana yule spokesperson ama ambaye ni ambassador kuja hapa Kenya kutoka nchi ya Marekani, jana aliweza kutembea katika kaunti ya Kisii ambapo alifanya vikao na gavana wa kaunti ya Kisii Bwana Simba Arati, na hayo tutakuwa tunakujuza kwa undani kabisa tutakapokuwa tunapatana midele ya AGR News Update. Jina langu ni Jeffrey Nyakundi. Sijui kama dada Ruth kuna swali pale. Siku hizi nimemzoea na maswali wakati ambapo tunajua ni kipi kile ambacho kinaendelea kutoka sehemu tofauti pale. Asante sana Jeff kwa kutupa habari ambazo zinatukia. Na vile umesema swali si mbaya. Maswali si mbaya, ila tu ni kutaka tu kujua what is in your mind, what are you thinking, na vitu kama zile. Lakini kabla hujaondoka kutoka kwa news desk, ningeuliza tu kuna baadhi ya dhambi ambazo tunazifanya na zinakuwa kama mazoea na zinatuzuia sana kufanya malengo yake Mwenyezi Mungu ama kuishi maisha ambayo ni ya ukamilifu. Sijui kama una dhambi kama ile ambayo inakuzuia. There are some things we treasure most. Yawezekana si dhambi mbaya ama si kitu kibaya, but you are holding on to that thing so very much in a way that inakuzuia kufanya malengo yake Mwenyezi Mungu. Swali gumu lakini nijibu hivi. Unajua kile kitu ambacho unakifanya na hujui kama ni kibaya ama ni kizuri, kwa macho yake Mwenyezi Mungu utasamehewa. Lakini kuna kile ambacho dhambi ile ambayo unajua hii ni dhambi nafanya, na ile dhambi kuu kabisa tunasoma katika Biblia ni uweze kuenda kinyume na ama tuseme ni kufukuru Roho Mtakatifu pale. Tuseme nitumie jina kama kutusi pale. Basi hiyo ni dhambi ambayo kidogo si rahisi kusamehewa. Lakini yale mazoea ambayo mtu anayo yafanya kila siku, either kwa kujua ama kutojua, na amezoea kabisa, maybe hajapata mtu wa kumuelekeza, mueleze kwamba kile ambacho unakifanya si kizuri, na atakuwa anatubu na aweze kumrejea Mwenyezi Mungu na aweze kumsaidia. Alright, asante sana. Kwa rejelea baadaye ile hadithi yake mke wa Lot. I'm very sure you know about that story. What stands out when you read the story kwako wewe mwenyewe kama Jeff? Ni nini kile haswa unaweza jifunza kutoka kwa ile hadithi yake Lot? Bibi yake Lot. Najua wakati malaika alitokea pale, aliwaeleza kwamba tokeni humu wewe watoto na wale watu ambao utakuwa unawazungumzia na waweze kukubali kutoka. Lakini ukumbuke kwamba wakati wanatoka, bibi yake akakumbuka vitu vyake vya dhamana alikuwa anaona kwamba ni vya maana zaidi katika maisha yake alivyokuwa navyo pale. Na wakati ule alipogeuka tu kuangalia nyuma, na akageuka kuwa jiwe la chumvi pale. Kila ambacho kinanifunza ni kwamba katika maisha haya hakuna kitu cha maana zaidi kuliko kumjua Mungu na kumuinua kila wakati, na kumbuka kwamba yote ni Mungu ambaye anayatoa. Fika kama ile historia yake Ayubu ndiye alikuwa na mali mingi tu, lakini wakati aliweza kupata yule shetani kumjaribu, alipomjaribu ndio alimjaribu kwa namna zote, lakini hakuweza kumtusi Mungu ama kuweza kugeuka tu aseme kwamba Mungu huyu amenifanyia hivi, sasa sitamuinua tena ama sitamsifu tena. Lakini yeye alishikilia imani yake na kukwama pale. Lakini ukiangalia pale katika hadithi yake Loti, basi kila ambacho bibi yake aliweza kufanya hakikuwa cha busara. Kile ndiyo cha aliona kwamba ni cha maana zaidi. Basi kila ambacho tunajifunza kutoka pale ni kwamba Mungu wakati wote ndiye anatubariki na vile vyote ambavyo tunavyo, na tukitoka pale hata kama tumepoteza zote vyote kabisa katika maisha ya kidunia ama maisha haya ya dunia, basi tunajua kwamba atakuwa anatubariki tena na zaidi ya vile ambavyo tulikuwa navyo.
Alright, asante sana Jeff kwa maoni hayo ambayo umeweza kutupatia. But there's some things in our lives ambazo tunaomba Mwenyezi Mungu akatupa, lakini baadaye vitu vile vikafanya tukaanza kwenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Usiende mbali mpenzi mtazamaji na msikizaji.